kuna wachezaji wapya tumewasajili. Namuona ule akuwa sio atamkwaje, juzi nitampa vizuri. Aambiwe na uongozi hii Yanga Afrika. Hii Yanga Afrika. Unajua sisi Yanga hatuna uvumilivu kama wenzetu wafungwa mechi 6. Hatujawahi kuwa na saa hiyo. Aambiwe alikuwa mechi anaimaliza dakika ya mwisho, last minute, uchoyo usiokuwa na faida. Aambiwe tuambie bwana hii Yanga Afrika. Yaani aambiwe hii sisi hatuna mbwembwe sana za kumpenda mchezaji kuliko klabu. Yanga inapenda klabu yao, haipendi mtu. Haipendi mtu. Aambiwe vibaiskeli visiokuwa na maana, hii Yanga Afrika na dabi ndio mechi inosisimua watu. Aambiwe very clear kwamba this is Young Africans. Hii sio Simba. Kwamba unaweza kufanya maskhara ya kipuzi watu wakakuacha. Na mimi namwambia hii Yanga usitukere bwana. Wewe tamsho ile ungesawazisha Kibu kwa kosa goli la wazi kabisa alifunga. Tungeenda kwenye penalty. Tungekuwa down ungefunga kwenye penalty. Mimi unapata wewe mchezaji mkubwa tumekuleta hapa last minute open chance mpe mwenzio. Kama mpaka unaona impossible engo ndio unataka kumpasia. No, this is Yanga. Mwambieni tumeshinda, lakini yule kanifanya dakika zile baada ya kukosa goli nikawa naangalia mpira chumbani nimejificha kama kono. Sasa hiyo skali lazima tuseme watu wetu wanaogopa kusema ukweli. Sasa sio mimi. La pili, tuwapunge zaidi ni uwepo wa wachezaji wao ambao walikuwepo tangu msimu uliopita, na hata jana niliongea asubuhi kwamba Mwalimu Falls anaweza asiwe na pressure kubwa kiufundi, na ni mwalimu ambaye ana advantage kiufundi kwa sababu timu ambayo ilifanya vizuri msimu uliopita ni timu ambayo wako nayo, na pengine anaweza akaianzisha na ikafanya vizuri. Ukiangalia katika squad ambayo ilianza jana, wachezaji wote walikuwa ni wachezaji ambao wapo na timu tangu msimu uliopita. Na kitu kingine ambacho nampongeza Romain Folz ni kuona potential ya Azizi Ndambwile. Aziz ni mchezaji ambaye alisajiliwa msimu uliopita, lakini nafasi yake ilikuwa finyu, na mechi ambazo alicheza nakumbuka ni mechi ambazo Yanga walikuwa wana majeraha na kadi nyekundu katika wale mabeki wao wawili wakati, kwa hiyo ikamlazimu Azizi Ndambwile arudi kucheza kama beki wakati. Lakini jana ametumika kama kiungo mkabaji, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wameperform vizuri sana. Amepita Hamdi Milud, amepita Miguel Gamond, na amepita Saidi Ramovic katika klabu ya Yanga, lakini wote hawakuona potential ya Azizi Ndambwile. Ila yeye kashaona mchezaji namna ambavyo anaperform na namna ambavyo atamsaidia. Jana kamuamini, na Azizi Ndambwile ameonyesha kitu kikubwa sana jana. Lakini kwa upande wa Celestine Ekua ukiachana na Chisano alivyomuelezea kuhusiana na position ambayo mwalimu amemweka, lakini kwa jana pia nimeona ni mchezaji ambaye alikuwa na pressure sana ya dabi. Maamuzi yake hayakuwa sahihi kwa asilimia kubwa. Nimehesabu pasi ambazo amepoteza pasi 5 hiyo jana. Yaani mipira ambayo ameipiga ilikuwa haina mchango kwa klabu na inaishia kwa wapinzani. Ni mipira 5 na mchezaji ambaye ameingia kipindi cha pili. Kwangu mimi naona anahitaji kuwa mtulivu zaidi na kuweza kuhandle pressure ya dabi, kuweza kuhandle kucheza kwenye klabu ambayo ina mashabiki wenye pressure kama Yanga, kwa sababu tayari kwenye ile mechi ya kirafiki dhidi ya Bandari alionyesha performance nzuri. Kwangu mimi naona ni mchezaji mzuri, lakini anahitaji kuwa mtulivu zaidi katika eneo la mwisho kwa namna ambavyo alikuwa anacheza. Lakini Mohamed Dumbia, namna ambavyo ameingia kipindi cha pili, amekuwa na performance bora sana hiyo jana. Utaangalia ambavyo alikuwa anakokota mipira kuanzia eneo la katikati, anasogea nayo mbele, sometimes unaona anasogea pembeni. Na Yusuf Kagoma alipata kadi ya njano kwa kwenda kumshika jezi Mohamed Dumbia, lakini hata Alassane Kante naye alipata kadi ya njano kwa sababu tu alimshika Mohamed Dumbia. Namna ambavyo anakaa na mpira, namna ambavyo anakuwa na confidence kuelekea katika lango la mpinzani ni kitu kizuri. Kwa hiyo Yanga kilichowabeba zaidi ni ile timu yao
ya msimu uliopita ambayo ilikuwa bora zaidi. Sawa, tupo hapa bado tunatazama taarifa za kimichezo. Kumbuka ya kwamba tuna pesa kutoka kwa Mshua ambayo inakwenda kutoka saa 1:55. Jitahidi sana uwe miongoni mwa watu ambao wanakwenda kushinda hiyo pesa. Nenda sehemu ya kufanya miamala, tuma buku lako kwenda kwenye namba ya kampuni. Mimi kuna kitu nimekiona huko mitandaoni. Nimeona watu wanaandika makala nyingi sana za kushangazwa na Fadlu jana alivyocheza mechi. Yaani kila mtu anaona yani kana kwamba Fadlu hana mbinu, na najiuliza watu sijui huwa wanatazamaje mpira, kwa sababu nimeona maandiko mengi watu wanaandika mimi nilikuwa shabiki sana wa Fadlu lakini sasa hivi siwezi kuwa shabiki yake kwa sababu haiwezekani, mwalimu anakaa chini, timu haisogei kwenda juu, anachezea chini mipira mirefu, inafanya nini, kimekwenda kimerudi. Mimi nikajiuliza kwani mwalimu hapaswi kujaribu mbinu tofauti? Yaani kama msimu uliopita alicheza mechi ngapi na Yanga kwa mtindo ule ambao watu walikuwa wanauhitaji na akapoteza, jana akaja na mtindo mpya wa kukaa chini, anatumia mipira mirefu kucheza, anaenda kupata walau nafasi, kwa sababu ukirejea nyuma Simba kwenye michezo takriban 4-3 ya nyuma, Simba hata kupata on target ilikuwa ngumu. Lakini jana 1v1 zilikuwa nyingi kwa kina Kibu, kwa kina nani, wanashindwa kuzitumia. Inakuwaje watu wanakuja wanaanza kuandika makala kwamba yani wanashangazwa na Fadlu kutokea chini kuja juu kuja nini? Yani watu wanataka utofauti upi wa Fadlu ambao utawathibitishia kwamba Fadlu ni bora? Kwanza unajua watu wanachotakiwa kujua kwa kipindi cha kwanza Yanga waliingia kumsoma Simba. Sawa? Yanga waliingia kipindi cha kwanza wasifungwe kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza. Yanga walijaza watu wengi katikati. Pakome anatokea katikati, Maxi anatokea katikati. Sawa? Dube kule mbele alikuwepo Dube, lakini Dube naye kuna namna unaona anaweza katokea pembeni, lakini unaona Shadrack Isakaboka, unamwona Izra Mwenda, namna ambavyo wanajaribu kuwazuia Simba walikuwa wanacheza zaidi kutengeneza nafasi kupitia wachezaji wao wa pembeni, Shomari Kapombe, lakini pia hata Nabi Kamara. Angalia namna ambavyo wanavyoanzisha mpira, unamuona Yusuf Kagoma anasogea chini, Nabi Kamara pamoja na Shomari Kapombe wanasogea sana mbele, kitu ambacho kilikuwa kinampa wakati mgumu Izra Mwenda pamoja na Shadrack Isakaboka. Kuna muda mpaka Mudathiri anakwenda kukaba katika eneo la pembeni pia. Kwa hiyo kipindi cha kwanza Yanga walikwenda kumzuia Simba, walikuwa wanapambana kwamba katika zile dakika 45 wasifungwe. Lakini mwalimu Falls haijui vizuri Simba kama Fadlu anavyoijua Yanga. Kwa hiyo anahakikisha kwamba katika hizi dakika 45 za kipindi cha kwanza, ngoja nimwangalie huyu anachezaje. Sasa umekuja na mkakati wa kutawala eneo la kiungo, lakini una washambuliaji wawili, una Mukwala, una Kibu Dennis ambao wametengeneza nafasi yani katika tu kipindi cha kwanza. Sawa? Kibu Dennis amekosa nafasi 2. Shomari Kapombe amekosa nafasi 1. Unasemaje timu inacheza vibaya? Changamoto, timu inacheza vizuri kuanzia build up, wanavyoanzisha mashambulizi. Angalia namna ambavyo goalkeeper Kamara akipata mpira, wachezaji ambao wanatawanyika. Angalia namna ambavyo wanasogea mbele. Shida inakuja kwenye finishing. Kwa jana si changamoto ya Simba haikuwa kucheza vizuri. Timu imecheza, imetengeneza nafasi, shida ni finishing. Unamlaumu vipi mwalimu Fadlu? Lakini alikuwa anacheza na nani? Anacheza na Yanga ambao mkakati wao kipindi cha kwanza ulikuwa kuwazuia. Kipindi cha pili Yanga wanakuja wanafanya mabadiliko ya Mohamed Dumbia, at least anakuja kuibadilisha game. Tunaona sasa Yanga na wao wanaanza kuflow kama kuna mechi ingekuwa wanazungumza Jobu na Baka Sija kama kuna ndo hujuma kama kuna mechi Baka na Jobu wamepata mechi ngumu basi ni jana. Kwenye hizi mechi ambazo wamewapiga Simba mara 6 mfululizo, mechi ya jana ndio ilikuwa ngumu. Nilikwambia jana mimi hapa, Simba kucheza na mastreka wawili mbele, mabeki wa Yanga wakati wote hawatakuwa free. Na ndicho ambacho jana kilitokea. Ukiangalia tangu kipindi cha kwanza
Baka alikuwa na mtu anammaki, Dickson Job alikuwa anammaki mtu. Kwa sababu ya Simba walikuja na Kibu Denis pamoja na Mukwala. Na ukiangalia Mukwala alikuwa anacheza kwa Baka kwa sababu alikuwa anajua Baka ni mtu ambaye hana speed. Sasa hiyo Chisano lakini ni package hiyo. Hebu ngoja tu